Karibuni wasikilizaji na watazamaji wetu wa channel ya Afya Doctors Online TV. Naitwa Dr. Chale, daktari bingwa magonjwa kina mama na afya uzazi. Na leo hii nakuja kuzungumzia changamoto ambazo wanawake ambao wanatafuta ujauzito wanakutana nazo, ambazo zinaweza kuathiri katika jitihada zao za kuweza kupata mimba. Wanawake wengi ambao wanatafuta ujauzito wanajaribu kutumia dawa na kufuata maelekezo ya daktari, lakini mwisho wa siku wanakuwa wafanikiwi, na wengine wanakata tamaa na kuanza kuhangaika huku na kule bila kujua kwamba kuna vikwazo ndani yao au kuna vikwazo katika mazingira yao ambao vinaweza vikawafanya wasiweze kushika ujauzito katika muda muafaka ambao wao wanategemea. Basi kama nilivyojitambulisha, Dr. Chale, hapo juu kuna alama kengele, bonyeza hapo ili uwe kwanza kupata taarifa mara kwa mara, lakini pia hapo chini unaweza ukaandika komenti zako kuweza kutuambia topic gani tunaweza tukazungumzia au unapendelea tuzungumzie jambo gani. Sasa tukija kuangalia changamoto au vikwazo ambavyo vinaweza vikamfanya mwanamke asipate ujauzito kwa haraka, ni vile ambavyo vinasababisha mifumo yake ya mwili isifanye kazi vizuri. Na hiki kubwa sana ni stress. Stress ni jambo moja kubwa sana. Kuepuka stress za aina yoyote. Stress zinaweza kuwa shauku ya kutaka kupata mimba kwa haraka, stress za kazi, stress za kifamilia na mambo mengine mengi yanaweza kuhamisha. Kwa hiyo epuka stress, kuwa katika hali ya akili ya utulivu. Hiyo ni moja hapo, lakini cha pili tunazungumzia kuhusiana kwenye upande wa lishe. Wanawake wengi wanakuwa na matatizo katika lishe bila wao wenyewe kujijua. Wengine hawana lishe nzuri. Lishe nzuri sio maana yake mtu amekonda, lakini hata wengine wanakuwa amenenepa kupita maelezo. Kwa hiyo wanakuwa na uzito mkubwa ambao pia unaweza kuleta changamoto katika kushika ujauzito. Kwa hiyo hakikisha kwamba unakuwa katika uzito muafaka. Na hii iweze kuwa kujijua uko wapi. Kama uzito wako ni mdogo sana, uzito wako ni mkubwa sana, muone daktari wako aweze kufanyia uchunguzi, na pia atakushauri kuhusiana na swala la uzito. Lakini pia hata katika swala zima la stress daktari atakufanyia counseling. Cha tatu, hakikisha kwamba una maradhi yoyote. Maradhi ya muda mrefu, maradhi ya muda mfupi, maradhi yanayoambukiza na yale ambayo yasiyoambukiza. Una maradhi yoyote, uwe uvimbe, uwe nini. Kwa ni vizuri ukamwona daktari wako pia kucheki kuhakikisha kwamba huna maradhi yote, na hii itakusaidia wewe kuweza kufanikisha katika malengo yako. Kama kuna matatizo ya kiafya, basi unatibiwa, unarudi katika mstari, unaweza ukashika ujauzito. Kingine, hakikisha kwamba mwili unakuwa katika hali ya utulivu. Mwili unakuwa katika hali ya utulivu, usiwe na uchovu, kwa sababu wengine wanafanya kazi sana, wengine wanafanya mazoezi sana. Sasa hivi vyote vinaweza vikakuletea changamoto katika jitihada zako za kupata ujauzito. Kwa hiyo kama unafanya sana mazoezi, unakimbia, unacheza michezo ile ya nguvu, basi punguza. Na kama uko busy sana katika kazi zako zingine za kwa za nguvu, unatumia sana akili, ma stress yanakuwa mengi, basi punguza kazi, pata muda mzuri wa kupumzika au muda mzuri wa kulala usingizi. Na kingine, tano, tunazungumzia kuhusiana na vinywaji na vyakula, au vyakula na vinywaji. Hapa ndio changamoto kubwa inapoanza. Mtu mwingine anakuambia mbona hayo mengine yote sina, lakini mbona sifanikiwi? Kumbe kuna changamoto kwenye vyakula na vinywaji. Vyakula na vinywaji pia ni tatizo moja kubwa sana ambalo linaathiri watu wengi. Tunaposema vinywaji, watu wanafikiri pombe peke yake, ingawa pombe pia ni tatizo kubwa. Pombe na uvutaji wa sigara ni tatizo kubwa. Sasa hivi watu wanavuta shisha, wanakunywa pombe. Hivi vyote hivi ni changamoto kubwa wewe katika jitihada zako za kufanikisha. Mwanamke wengi atakwambia mimi mbona sigara sivuti, lakini kumbe anakunywa pombe. Kwa hiyo achana na pombe. Unapokuwa katika jitihada hizi, basi acha kabisa unywaji wa aina yote ya kilevi. Kuwa katika hali nzuri, acha kutumia vilevi. Na pia tunapozungumzia vinywaji, na tunazungumzia vinywaji vyenye kafeini. Vinywaji vyenye kafeini mara nyingi vinakuwa ni vinywaji vya energy. Energy drink nyingi zinakuwa karibu zote zinakuwa na kafeini. Kwa epuka kunywa vinywaji vyenye kafeini, achana navyo. Kula matunda, kunywa juisi ya kawaida, kunywa maji, vinajenga afya yako. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya kuepuka katika swala zima la vinywaji. Kwenye vyakula pia, hapa ndio changamoto kubwa inapokuja. Wengi wanakuwa wanaathirika katika hili bila kujijua. Epuka vyakula vyenye mafuta ya wanyama. Kula vyakula vyenye mafuta ya mbegu. Tunasema vegetable oil. Epuka kula vyakula au mafuta ya nyama yanayotokana na wanyama. Epuka kula mafuta yanayotokana na wanyama, sio mazuri, kwani pia yanaweza kuleta changamoto katika upevushaji wako wa mayai, sababu inaenda kuathiri katika mifumo ya homoni. Kingine, katika mambo ya vyakula pia epuka sukari nyingi. Watu wengi hawajui sukari nyingi pia sio nzuri. Mwingine anakuambia natumia asali, lakini kwenye asali pia kuna asali. Anakunywa soda, sinywi pombe. Kwenye soda pia kuna sukari. Nakunywa juisi. Hata kama unakunywa juisi, basi hakikisha kwamba unakunywa juisi ambayo haina sukari nyingi. Sawa? Hata vinywaji, unasema mimi nakunywa soda ambazo hazina sukari lakini zina kafeini. Sawa? Kwa
Kwa pia inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo epuka sukari nyingi kwenye chai, epuka sukari nyingi kwenye juisi, epuka sukari nyingi kwenye vyakula. Hivyo vyote vinaweza vikakuletea matatizo mengi. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo vikubwa vya kuepuka: mafuta ya wanyama, sukari nyingi, pamoja na kafeini na pombe. Hivi ndio vinaweza vikakuletea changamoto kubwa, ikakufanya wewe ushindwe kupata ujauzito katika muda mwafaka. Kwa hiyo kwa leo nadhani hiki kipande kinatosha. Basi jiweke tayari kuangalia ni aina gani ya vyakula unaweza kula vikaboost, vikaongeza uwezekano wako kupata mimba. Ukila hivyo vyakula ambavyo utakuja kuvizungumzia katika mada ijayo, basi utajikuta unapata mabadiliko haraka sana. Kwa kaa tayari, endelea kubonyeza alama ya kengele hapo juu, mshirikishe na mwenzio, mtumie makala hii mwenzio ili naye akae standby akisubiri makala ambayo tutaelezea aina gani ya chakula ule ili uweze kushika mimba kwa haraka. Nashukuru kwa usikivu. Kama nilivyojitambulisha, naitwa Dr. Chale. Namba yangu ya simu ni 0713 35 0084.